Hujambo popote pale ulipo, nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amekuwa mwema. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo basi niruhusu tupate kuendeleza pale tuliachia hapo jana, na ukikumbuka kwamba hapo jana tulikuwa tunaenda kwa pamoja kwenye kitabu cha Zaburi 71 mstari wa 19 hadi 20, na tuliweza kujifunza mengi hapo jana kwamba Mungu huyu aliyeruhusu uingie. Unajua wakati mwingine tunajipata katika maisha, tunajipata katika changamoto fulani, na nikawa natafakari kwamba huyu Mungu ambaye ameruhusu uingie katika changamoto fulani, vile ambavyo aliruhusu, vile ambavyo tulijifunza tukatambua kwamba nothing happens by surprise, and the same God that aliona ukiingia kwenye hiyo changamoto na akatulia, you see, akaacha, si kwamba hakujua, akaacha tu kapitia pale, basi huyo Mungu atakutoa ndani. Na nikawa nahisi kuambia kwamba usikate tamaa. Sometimes there are things that tuna face katika maisha, na tutafika mahali tunaona kana kwamba Mungu hajui, ama imetupata tu, ama ni sisi peke yetu tu. Wakati mwingine Mungu huruhusu, na anaruhusu na kusudi. Kwa hiyo basi usije ukakata tamaa. Naam, tuligusia hapo jana kwa kirefu, niruhusu nisiende pale kwa ajili ya muda wetu, siende pale zaidi. Kwa hivyo basi Mungu ameruhusu na kusudi. Iwapo uko pamoja nasi hapo jana, ujumbe huu kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta tu, kienda kwenye YouTube tafuta Victor Mandala Himizo, alafu kisha pata Victor Mandala Himizo, make sure subscribe pale, nitakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo kienda kwenye YouTube, search Himizo na Victor Mandala au Victor Mandala Himizo, utapata pale moja kwa moja. Do make sure subscribe pale, itakuwa vyema zaidi. Na kwa sasa basi acha tuendelee, tusome tu pale ambapo tulisoma hapo jana, ili tuweze kujifunza jambo lingine tofauti. Zaburi 71 mstari wa 19, 20 na 21. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 19: na haki yako Mungu imefika juu sana, wewe uliyefanya mambo makuu, Mungu ni nani aliye kama wewe? 20: wewe uliyetuonyesha mateso mengi mabaya, utatuhuisha tena, utatupandisha juu tena tokea pande za chini ya nchi. 21: sema kwamba laiti ungeniongezea ukuu, urejee tena na kunifariji moyo. Urejee tena na kunifariji moyo. Ukisoma andiko hilo, kitabu hicho cha Zaburi, ukipenda Psalms, ruhusu niangalie pale katika tafsiri ya Kiingereza, Psalms 71, acha tusome verse 21 peke yake. Anasema kwamba kwa Kiingereza, you shall increase my greatness and comfort me on every side. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Twalihimidi na kulitukuza jina lako. Baba, tuomba kwamba ukapate kushika usukani, tuongoze Baba Mungu, na achilia tu kwamba Jehova ushike usukani. Roho Mtakatifu tawala, nena nasi kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Na katika andiko ambalo tumesoma pale, mpenda msikilizaji, of course tulianza jana kusema kwamba Mungu ambaye ameruhusu pitia yale ambayo tumepitia na kadhalika, basi huyo Mungu anatuondoa katika haya. Na hii leo unaposonga mbele zaidi, napata kutambua kwamba anafika mahali anasema ameruhusu tupitia hayo tumepitia. Alafu unajua ni majuzi tu tulikuwa naongea kuhusu makusudi ya Mungu. Mungu anatamani akuinue, na hivyo basi anasema ameruhusu pitia yale, ikuwe kama stepping stone to your next level. Na ndiposa basi mwandishi pale anasema kwamba you shall increase my greatness, kwamba umeruhusu, alafu Mungu wewe tu ndiye utakayeinua na kuniinua katika ukuu wangu, na si kwa upande mmoja tu. Anasema pale mbele kwamba and comfort me on every side, yani utaniinua na kunitia moyo na kunitia nguvu na kunifariji pande zote. Pande zote kivipi? Ni makusudi ya Mungu aweze kutuinua pande zote. Kwa hivyo vyote viwili hivi vinaongea kuhusu pande zote mbili. Maana ukisoma kwa wale ambao ni wasomi wa Kiingereza, kitu kisema you shall do this and this, then inamaanisha haya yote mawili yanashikanishwa na the last statement, kwa sababu imeongeza and, the connecting word and. Kwa hivyo basi ukiangalia pale anasema kwamba you shall increase my greatness and comfort me on every side. Kwa hivyo basi Mungu ana makusudi kwamba aweze kutuinua na kutu comfort na kututia moyo na kutufariji pande zote.
Na napoangalia katika maisha, mpendwa msikilizaji, kuna vitu ambavyo mara nyingi kama wanadamu tunafikiria kwamba Mungu niinue kwa hiki, Mungu nifanyie hiki, lakini vingine lakini ni mapenzi ya Mungu, ni makusudi ya Mungu atuinue in all sides, atuinue kiroho. Hata Yesu mwenyewe ukisoma kwenye Biblia inaongea kuhusu alikuwa both kwa mwili na kiroho, yote kwa mwili na roho, zote zilikuwa, mpaka hata mwili uliongezeka. Kama wanadamu mara nyingi sometimes maisha ya mtu kufaulu inakuwa sometimes ni kwa mwili. Unajua, nitupe mfano huu. Mtu unapofika mahali umeolewa ama umefanya harusi, umeoa, alafu mzazi wako amerudi ushago, alafu mkutane baada ya miezi 6 ama miezi 3, unakutana na mzazi wako. Ukikutana na yeye, hajakuwa akiishi na wewe, lakini anapokuangalia tu hivi anajua mtoto wangu alifanya the right decision, ama ni kama aliangukiwa, ni kama alichemsha mahali. Kwa nini? Vile ambavyo anakuangalia tu, anaangalia mwili. Kwa hivyo si kwamba amejua una pesa ama huna. Unaweza kuwa una pesa, anajua unakuwa na pesa. Unaweza kuwa una pesa, una hustle, anajua una hustle lingi. Kwa hivyo anaelewa. Lakini unapooa ama unapoolewa, mzazi wako anapokuona the first time after harusi, mmepoteana, mlienda honeymoon, baada ya kutoka honeymoon merudi na kadhalika, ile kukuona tu baada miezi 3, miezi 6, mwaka mmoja, anapokuona hivi mara kwanza, especially mama. Wazee sometimes wachana hayo. Kwa hivyo anapokuona, kwa kuangalia tu anajua mtoto wangu ako sawa, amesettle, ama kuna kitu kinamsumbua. Kiangalia wazazi wengine, kina mama wengine wanafika mahali wanakuwa very wise. Umeenda kule ushaga, nasema tukupakie nini? Tuchukue ndizi, tuchukue unataka unga, unataka, yani anaanza kuchukua vyakula, anaanza maharagwe utabebo. Anakwambia ubebe vitu ambavyo hakuwa anakwambia ubebe, lakini anakwambia ubebe kwa sababu anaona hapa ni kama kuna shida. Ni kama kuna shida. Hakwambii. Anajua kwamba umesema for better for worse, lakini basi anajua hapa kuna kakitu. Kwa hivyo basi hata kukua kwa mwili wakati mwingine wanadamu huchukulia kama ndio kule kutulia. Kwa hivyo basi ni makusudi ya Mungu kwamba in all sides you shall increase me. Na wacha sasa nikujie pale, mpendwa msikilizaji, ni mapenzi ya Mungu, maana amesema kwa ni ombi hili ambalo lafanywa, na naamini kwamba Mungu pia ni makusudi, kama Yesu pia alikuwa both kwa mwili na kiroho. Hata mimi Mungu ana makusudi kwamba nikuweka pande zote. Na pande zote kivipi, mpendwa msikilizaji? Tukienda katika mambo mengi, katika mambo ya huduma, Mungu anahitaji tukue katika mambo ya huduma, mambo ya kiroho tukue. Mungu anahitaji tukue hata mambo ya kifedha. Ufike mahali mfuko wako uko sawa. Si kwamba si kila wakati unaishi from hand to mouth. Mungu anataka tukue pale. Ufike mahali ukue, uko na familia, una watoto, yani ufike mahali ukue, umegrow. Ufike mahali umejijenga, una nyumba ya kwako, umetulia. Ufike mahali sasa uko na ndoa, uko na familia, yani uko na vitu, uko na gari. Ni makusudi ya Mungu in all sides. Si dhambi kukua, unafika mahali unafanikiwa pande zote. Ni makusudi ya Mungu. Na ombi langu, mpendwa msikilizaji, kwamba Mungu atusaidie kwamba tuweze kukua, be it kwa masuala ya kiroho, be it kwa masuala ya kiasili. Basi Mungu atusaidie. Ni ombi langu asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Sijui ni katika pande ipi. Ni vibaya sana kukua pande mmoja na upande mwingine unakoshoko. Yani umekuwa vizuri katika masuala ya kiroho, lakini masuala ya kifedha unaishi from hand to mouth. Wewe ndio kuomba. Hapana. Na tena itakuwa vibaya sana uko na fedha, uko sawa, lakini masuala ya kiroho umerudi chini. Hapana. In all sides. Ukifika kwa maombi, ukiomba unapata tu breakthrough yako. Yani unafika mahali mambo yanakuwa yako sawa. Kwa hivyo Mungu akusaidie. Mungu akuonekanie pote pale ulipo, mpendwa msikilizaji. That you may, kama vile maandiko yanasema kwamba you shall increase my greatness in all sides. On every side. May that be our portion. That we may increase on in every dimension. Name it, whatever you need, Mungu akutendee, kwamba tunapotii na kunyenyekea mbele zake. Maana the last time I checked katika maandiko, Biblia inasema kwamba the fear of the Lord is the beginning of knowledge, is the beginning of wisdom. And nikaangalia pia kwenye Biblia inasema kwamba seek ye first the kingdom, tutafute kwanza ufalme, mengine yote tazidishiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajakusudia kwamba utafute kitu kimoja nubaki tu hapa. Hapana. Anasema utafute ufalme kwanza, na atakuzidishia mengine hata ambayo huko unatafuta. Kwa nini? Kwa sababu anataka to increase in all dimensions. Kwa hivyo anataka tuongezeka pande zote.
Unajua ukifika mahali unakula vizuri, na baada ya kula vizuri ni tumbo tu inaongezeka, mashavu hakuna, umekondeana kwa uso, lakini tumbo limejaa. Ukikuja kwa miguu huku imekondeana, unapaka mtu anashinda, hii miguu inabeba hii mwili. Unajua utakaa fani. Ufika tu mahali ni mapua inanona. Ni mapua tu inanona, lakini uso mwingine ukiangalia macho imeingia ndani, ukiangalia mdomo hakuna, lips unakaaje? Ni mapua tu imenona. Sitakaa fani. Kwa hivyo mmekusudi Mungu anataka tu unapokuwa unapata uko na biceps huku kidogo, uko sawa. Kwa hivyo unapo in all dimensions, may that be our portion. Mwili wako katika sehemu zote, ukienenda katika maisha yako umekuwa katika dimensions zote, be it mambo ya kujenga kifamilia, be it huduma, be it kikazi, umepata promotion, be it unasonga kanisani, unasonga pia unaona uko pale kanisani pia umepanda cheo kwa uongozi wa kanisa. In all dimensions, may that be our portion. Mpendwa msikilizaji, increase, yani you may increase in every side, on every side, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akutende wema mpendwa msikilizaji, na akushindanie. Sijui nazungumza nani asubuhi ya leo. Ulikuwa unasema Victor, mimi ni kama hapa sina bahati. Si kwamba huna bahati. Mungu anataka ukue kwa pande zote, kwa pande zote, si kwa pande za dhambi, lakini pande zote ambazo ni za kiungu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu that you may increase on every side, kwa jina la Yesu Kristo. May you increase on every side in Jesus name. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Mimi hapa ni VMM, ruhusu tufike pale tuendelee zaidi juma lijalo, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. May you increase on every side in Jesus name. Amen. Amen. Naam, nashukuru sana tunapozidi pale pamoja. Mungu akutende wema unapokuwa pande zote. Amina. Nashukuru kuwa pamoja nami. Mungu akutende wema popote pale ulipo. Na kidogo tu nikukumbusha kwamba baada haijakamilika pasi matoleo, ni wakati tuwe sadaka zetu. Na sadaka unatuma wapi? Kwa nambari yetu ya M-Pesa ambayo ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu 0722 24 39 49. Nusiondoke hapa kabla usubscribe, semezana nami pale, na Bwana akutende wema. Increase on every side in Jesus name. Amen. Shalom. God bless you. Bye bye. Subscribe na Mungu akutende wema.